Dalili 6 za kuwa sehemu ulipo hawakuhitaji. Je, umewahi kuwa mahali unaingia lakini hakuna anayefurahi kukuona? Unaongea lakini hakuna anayesikiliza. Unajitolea lakini hakuna anayekuthamini. Unabaki kujiuliza kimya kimya, je, mimi ni wa maana kweli hapa? Ukweli mchungu ni huu: sio kila sehemu unayopigania kukaa inakuhitaji. Na kukaa mahali ambapo huhitajiki kunavunja heshima yako taratibu, bila kelele. Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana uwezo. Wanashindwa kwa sababu wanakaa sehemu isiyoona thamani walionayo. Leo, kama utajisikiliza kwa uaminifu, dalili hizi 6 zitakusaidia kujua kama ni wakati wa kubadilika, kuondoka au kujipanga upya. Kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel ya GR Hamasa Wisdom, maana hapa hatupigi umbea, tunakupa ukweli unaokujenga. 1. Unapokosekana, hakuna anayejali. Ukiondoka leo, hakuna anayekutafuta. Hakuna simu, hakuna ujumbe, hakuna hata kuuliza yuko wapi. Siku zinapita kama kawaida, kazi zinaendelea, vicheko vinaendelea kana kwamba hukuwahi kuwepo. Hii ni ishara nzito sana. Mtu anayehitajika, hata akikosekana kwa muda mfupi, huacha pengo linaloonekana. Ukiondoka na kila kitu kinaendelea kama kawaida, jua kabisa uwepo wako haukuwa na uzito. Na mahali ambapo uwepo wako hauna uzito, ndipo heshima yako inaanza kufifia. 2. Maoni yako hupuuziwa mara kwa mara. Unapoongea, watu wanakatiza, wanabadilisha mada au wananyamaza kana kwamba hukusema chochote. Lakini kinachouma zaidi ni hiki: baadaye mtu mwingine atasema kile kile ulichosema wewe. Kila mtu atasema, wazo zuri sana. Hapo ndipo unapaswa kujiuliza kwa ujasiri: wanapuuza wazo au wanapuuza wewe? Mahali unapohitajika, sauti yako huheshimiwa hata kama haikubaliki kila wakati. Lakini mahali ambapo huhitajiki, hata ukweli wako huonekana kama kelele. 3. Unatumika lakini huthaminiwi. Wanapohitaji msaada, wanakukumbuka. Kazi ikikwama, wanakutafuta haraka. Lakini mambo yakifanikiwa, majina mengine yanatajwa, jina lako halisikiki. Unakuwa kama zana, inatumiwa wakati wa shida, kisha inawekwa pembeni bila shukrani. Kutumika bila kuthaminiwa ni dalili ya kwanza ya dharau iliyojificha. Usikubali kuwa muhimu kwenye matatizo, lakini usiwepo kwenye furaha, sifa na mafanikio. 4. Unaomba ubadilike kila mara ili wafurahishe. Mahali ulipo, unahisi kama wewe ni tatizo. Unaambiwa mara kwa mara, punguza hivi, badilika vile, usiwe hivyo. Lakini cha kushangaza, wewe ndiye pekee unayetakiwa kubadilika, sio mazingira, sio tabia za wengine. Mahali unapohitajika, utakuwa, utaboreshwa, lakini hutafutwa ufutwe. Kukubali kujipoteza ili kubalike ni bei kubwa sana ya kulipa kwa amani ya muda mfupi. 5. Unahisi kuchoka kiakili bila sababu ya moja kwa moja. Hakuna anayekupiga, hakuna anayekutukana, lakini ndani yako kuna uzito usioelezeka. Unachoka hata kabla ya kuanza. Unapoteza hamasa. Unajiona mdogo bila sababu. Hisia hazidanganyi. Roho yako inajua pale inapodharauliwa, hata kama akili inajaribu kujitetea. Mahali panapokuhitaji, panakupa nguvu na msukumo. Lakini mahali ambapo huhitajiki, panakukausha polepole bila kelele. 6. Ukiondoka, wanafurahia zaidi kuliko wanavyohuzunika. Hii ni dalili ya mwisho na nzito sana. Unapochukua likizo, watu wanacheka zaidi. Unaponyamaza, mazungumzo yanakuwa mepesi. Hakuna aliyekuambia moja kwa moja, lakini matendo yanaongea kwa sauti kubwa. Mahali ambapo kuondoka kwako ni ahuni kwa wengine, si sehemu ya kukaa kwa mtu mwenye ndoto kubwa na heshima ya kujilinda. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Sio kila mlango unaofungua ni hasara. Mara nyingi ni mwelekeo mpya wa baraka. Usipiganie kukaa mahali ambapo thamani yako haionekani, wala juhudi zako hazihesabiki. Kumbuka, almasi haionekani vizuri kwenye tope. Ikiondolewa, ndipo thamani yake huonekana. Ondoka bila kelele. Jipange upya, jijenge kimya kimya. Nenda mahali ambapo uwepo wako unathaminiwa, sauti yako inasikika,
na ndoto zako zinaheshimiwa. Mahali panapokuhitaji, hautalazimika kujithibitisha.